Karibu kwenye Kenya One Time Not a Movement podcast. Sasa leo tuna jambo zito sana. Kabisa. Fikiria hili kwa sekunde chache, we msikilizaji. Wewe ni kijana wa bodaboda, sawa? Unaamka saa 11 asubuhi, unaenda kituo cha mafuta na kugundua bei imepanda tena. Na unanunua kwa uchungu manake huna jinsi. Ndio, unanunua tu. Halafu unaingia barabarani kutafuta abiria, lakini abiria wako, yule mama mboga ambaye labda unambeza kila siku, leo hana pesa ya kukulipa. Kodi ya soko imepanda na wateja wake wamepungua. Ni mzunguko wa umaskini yani. Halafu katikati ya hili giza nene, unasikia kwenye redio kwamba serikali imekuletea ukombozi wa kiuchumi kwa kukupea mkopo wa shilingi 500 ambayo inakatwa riba kila siku. Yaani unajiuliza huu ni ukombozi kweli au ni mtego? To sana. Tunachambua makala ya Village Action Online ya Aprili 14 mwaka 2026. Kichwa chake kinasema William Ruto has broken Kenya and here's the receipts. Yaani ameivunja Kenya na hizi hapa stakabadhi. Hilo ni neno zito sana, stakabadhi. Kabisa. Na hatuzungumzii siasa za kishabiki leo. Tunazungumzia hesabu, uhalisia na maisha yako ya kila siku. Ndiyo. Na kabla hatujachambua hizi nambari na hoja, ni muhimu sana kuweka msingi wetu wazi. Jukumu letu kwenye uchambuzi huu sio kushabikia mrengo wote wa kisiasa. Sisi sio wapinzani. Wala sisi sio watetezi wa serikali. Kabisa. Lengo letu kuu ni kuchukua hizi stakabadhi ambazo mwandishi ameziweka mezani, kuzitazama kwa jicho la kiuchumi na kijamii, na kuelewa jinsi zinavyofanya kazi. Tunataka kukuwezesha wewe msikilizaji, kuelewa kwa nini mambo yako jinsi yalivyo, ili uweze kufanya maamuzi yako mwenyewe kwa wazi. Licha ya jinsi kichwa cha habari kinavyosikika kuwa kizito, huu ni mjadala wenye matumaini. Unajua kwa nini? kwa sababu huwezi kutibu ugonjwa ambao hujaufanyia uchunguzi kamili. Ndiyo, kuelewa tatizo ni hatua ya kwanza ya kulitatua. Sasa hebu tuingie kwenye mada. Makala haya yanaanzia kwenye msingi mkuu wa ahadi za mwaka 2022. Ule mfumo wa bottom-up economic model. Ule mfumo wa kuanzia chini kwenda juu. Mwandishi anadai kwamba mama mboga na bodaboda walitumika tu kama taswira za kisiasa, lakini uhalisia wao sasa hivi ni tofauti kabisa. Lakini ngoja nikusimamishe hapo kidogo. Si ni kweli kwamba uchumi wa dunia nzima ulikuwa mgumu? Hilo ni swali zuri sana ambalo viongozi wengi hupenda kulitumia kama ngao. Ndiyo, kulikuwa na misukosuko duniani. Lakini mwandishi anachambua kitu kinaitwa policy choices au sera za kimakusudi. Yaani maamuzi ya makusudi ya serikali. Kabisa. Unapoangalia kupanda kwa bei ya mafuta ya kupika, sukuma wiki na nyanya, mwandishi haangalii tu mabadiliko ya hali ya hewa. Anaangalia ushuru wa ongezeko la thamani, ile VAT. Wakati wananchi walikuwa wanaumia, badala ya serikali kuweka mikakati ya kuwalinda kama ruzuku, serikali iliongeza kodi kwenye bidhaa za msingi. Kwa hivyo ni sawa na kusema mwananchi yuko kwenye bote inayozama kutokana na dhoruba, lakini badala ya serikali kumpa boya la kumwokoa, inamtwika nanga nzito ya kodi na kumwambia piga mbizi. Mlinganisho mzuri sana. Na hapo ndipo utata unapoingia linapokuja swala la vijana wa bodaboda. Mwandishi anaeleza jinsi sekta hii ilivyokuwa mhimili mkuu wa kampeni. Waliahidiwa kupunguziwa gharama za uendeshaji. Lakini stakabadhi zinaonyesha nini pindi tu uongozi ulipobadilika? Ruzuku za mafuta zilifutwa haraka sana. Gharama ya mafuta ikapanda maradufu na bei ya vipuri ikapanda. Lakini je, abiria ana uwezo wa kulipa nauli mara mbili? Hapana. Abiria hawana pesa. Na hili ni jambo ambalo mimi mwenyewe nimejionea. Boda hawezi kumwambia mteja, leo nauli ni shilingi 200 badala ya 100. Yule mteja afadhali atembee kwa miguu tu. Kweli kabisa. Kwa hivyo yule kijana anabeba mzigo wote wa mfumuko wa bei. Analipa mafuta ghali, anapata faida ndogo sana, na bado anafukuzwa na askari wa kaunti. Na hilo linatuleta kwenye swali la msingi. Je, hizi ahadi zilifeli wakati wa utekelezaji kwa sababu ya mipango mibovu, au mwandishi anamaanisha zilikuwa hadaa tangu mwanzo? Hiyo ni pointi nzito. Makala inayotumia lugha inayodokeza kwamba picha ya mama mboga ilikuwa tu ngazi ya kupandia kisiasa,
sio mradi wa kiuchumi. Hii inaonekana wazi tunapochambua sera ambayo ilipaswa kuwa mkombozi mkuu, ile Hustler Fund. Hustler Fund. Hapa ndipo lazima nicheze kama wakili wa shetani kidogo. Wakati mfuko huu unazinduliwa, uliuzwa kama mapinduzi kubwa sana. Walisema, hauhitaji dhamana ya kipande cha ardhi. Ndiyo, hauhitaji ujaze fomu ndefu benki. Unabonyeza tu simu yako na mtaji unaingia. Nikisimama kwa mtazamo wa mtu wa kawaida, heri shilingi 500 mkononi kuliko ahadi hewa ya benki ambayo haitanikopesha. Kwa nini mwandishi wa makala hii anauita mfuko huu zana ya mahusiano ya umma au PR tool? Kuna shida gani kutoa mikopo midogo? Kuna tofauti kubwa sana kati ya kumpa mtu msaada wa chakula cha mchana na kumpa mtaji wa biashara. Mwandishi anavunja hesabu za Hustler Fund. Kiuchumi, ili uweze kuinua biashara, unahitaji capital injection au mtaji wa kutosha. Mtaji unaoeleweka. Ndiyo. Tuchukue mfano wako wa shilingi 500. Mama mboga akichukua huu mkopo, anaenda kununua nyanya fungu 2 tu. Faida yake kwa siku labda ni shilingi 100. Lakini mkopo huu una riba inayojilimbikiza haraka sana. Maana yake ni kwamba ile faida kidogo aliyopata inarudi kulipa riba ya mkopo ule ule. Kabisa. Anabaki pale pale alipo. Anaendesha biashara ili tu kulipa deni la simu. Mwandishi anasisitiza kuwa Hustler Fund si mapinduzi ya kiuchumi, bali ni bidhaa ya kawaida ya mikopo midogo, yani microfinance, iliyovikwa suti ya kisiasa. Hakuna biashara inayoweza kuajiri mtu wa pili kwa mtaji wa shilingi 1000. Na baya zaidi, makala inaonyesha kuwa ahadi za kweli za mikopo nafuu na mikubwa, ile ambayo ingepitia SACCOS au serikali za kaunti, zilikwama kabisa. Zilisahaulika tu. Huku benki za kibiashara zikiendelea kutoza riba ya 20% na zaidi, jambo linalomfanya mjasiriamali asiweze kukopa. Unajua, ukijieleza hivyo ni kama kumchukua mkulima aliye na shamba lililokauka, kisha unampa kikombe kimoja cha maji na kuita waandishi wa habari kutangaza kwamba umeleta mradi wa unyunyizaji maji. Inakera sana. Inakera. Na inaleta hasira kwa sababu inachezea akili za watu wanaopambana kujikwamua. Na hapa ndipo ninapotaka kuchukua sekunde chache kuzungumza na wewe moja kwa moja, msikilizaji. Huu ni ujumbe muhimu sana. Hii hasira, hii hisia ya kwamba mambo hayaendi sawa, ndiyo sababu halisi ya uwepo wa vuguvugu letu. Tembelea www.onetermnonterm.com na ufungue akaunti yako leo. Na pia unaweza kununua kitabu pepo au e-book kamili hapo. Ndio. Tuungane kwenye Facebook kwa mijadala zaidi. Kiungo ni facebook.com/Kenya Mpya, tuko pamoja. Wakenya wengi wanafikiri mabadiliko yanaanzia Nairobi. Sio kweli. Yanaanzia pale unapoishi kabisa. Wananchi wanaposhiriki yanayotokea Turkana, Makueni, Kisumu au Nyeri, mwelekeo unaonekana. Mbinu zile zile, mikono ile ile. Hivyo ndivyo uwajibikaji unavyoanza. Sio kwa vyeo, bali kwa watu wa kawaida kukataa kudanganywa mara mbili. Ni lazima tuamuke. Tunataka hadithi zako. Nini kinatokea au hakitokei mtaani kwako? Nani anafanya jambo sahihi? Nani anaendelea kutoa ahadi na kutoweka? Sema ukweli wenyewe, bila kuchuja na bila kupotosha. Maneno yako yanaweza kumwamsha mtu mwingine kuchukua hatua. Hivyo ndivyo vuguvugu linavyokuwa. Chapisho moja la ukweli kwa wakati mmoja. Jukwaa hili si tovuti ya habari tu, msikilizaji. Ni rekodi ya watu. Kila maoni, kila ukweli ulioandikwa hapa unaunda njia ambayo hakuna mwanasiasa anayeweza kuifuta. Unapochapisha, una document Kenya jinsi ilivyo. Historia iandikwe ofisini tena. Inaandikwa hapa na wewe. Kaunti zote 47 zimeorodheshwa hapo. Tambua kaunti yako na uanze kuchapisha. Shiriki mawazo yako yanayoweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, jiji na taifa. Ujumbe mzito sana na unatoa suluhu ya kiutendaji. Uhusika wa wananchi ni muhimu. Tukirudi kwenye uchambuzi wetu, mwandishi anajenga hoja nyingine. Ikiwa biashara ndogo hazikui, mapato ya serikali yatapungua. Na mapato yanapopungua, serikali inapaniki. Ndiyo, inapaniki. Na matokeo ya kwanza huonekana kwenye huduma za kijamii, hasa elimu na afya. Mwandishi anaiita hali ya elimu kwa sasa kama moto unaoteketeza. Ngoja kwanza tuangalie mabadiliko ya mtaala wa CBC kuelekea shule ya kati.
Ile junior secondary school. Mimi huwa nafikiria kwamba kubadilisha mfumo mzima lazima kuwe na changamoto. Msuguano lazima uweko. Je, makala inaonyesha kuwa haya ni makosa ya kawaida ya mpito au ni kitu kikubwa zaidi? Mwandishi anatofautisha vizuri sana kati ya changamoto za mpito na kile anachokiita kutelekezwa kimfumo, yani systemic neglect. Kuchelewa kwa vitabu kwa wiki moja ni changamoto ya mpito. Lakini wanafunzi wa gredi ya 7 walifika shuleni Januari na kukuta hakuna darasa lililojengwa. Kabisa. Wakati huo huo, walimu waliopangwa hawana mishahara, hawana maabara, na wazazi walioambiwa elimu ni ya bure wanalazimishwa kulipa ada zisizo rasmi ili kuwalipa walimu wa muda. Ni mzigo mkubwa sana kwa mzazi. Na makala haishii Nairobi tu. Inataja shule huko Turkana, Kitui, Kisumu na Kwale ambapo wanafunzi 5 wanachangia kitabu kimoja cha kiada. Huu ni mpango mbovu ambao haukuwekewa bajeti. Umetekelezwa kwa shinikizo la kisiasa. Yaani ni sawa na kumwambia rubani aruke na ndege kabla mafundi hawajamaliza kuweka mabawa. Na kama elimu ina hali hiyo, vipi kuhusu sekta ya afya inayogusa uhai moja kwa moja? Huko nako ni balaa. Tunazungumzia mgogoro uliotokea hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Wauguzi wamegoma. Na unajua, serikali inapenda kuwaonyesha wauguzi kama watu wenye tamaa wanaotaka kulipwa mapesa mengi. Lakini makala inaonyesha nini hasa? Inaweka wazi kwamba mgomo haukuwa kudai anasa. Ulikuwa ni kuhusu mikataba ya kimsingi ambayo haikutimizwa na uhaba mkubwa wa wafanyakazi. Wauguzi wanafanya kazi mpaka wanaanguka. Wagonjwa wanalala kwenye korido na upasuaji wa dharura unaahirishwa. Kisha mwandishi anaangazia kile kilichopaswa kuwa taji la uongozi, ile universal health coverage. Serikali ilifuta NHIF na kuanzisha SHA, mamlaka ya afya ya jamii. Hapo sasa. Hapo ndipo akili yangu ilipokwama. Sielewi, ni kubadilisha jina tu? Na kama ni kubadilisha jina, inakuwaje inafeli kiasi cha kuwafukuza wagonjwa hospitalini? Hebu nifafanulie hii SHA. Mwandishi anaeleza kuwa haikuwa tu mabadiliko ya jina, ulikuwa mabadiliko ya mfumo mzima wa teknolojia na namna hospitali zinavyolipwa. Shida kuu iliyotokea ni kwamba walizima mfumo wa zamani wa NHIF kabla ya kuwezesha mfumo mpya kote nchini. Hilo ni kosa baya sana la kiufundi. Fikiria picha hii. Bibi kule Kitui anahitaji dialysis mara 2 kwa wiki. Anafika hospitali, anaambiwa mfumo wa SHA haufanyi kazi leo. Serikali haikulipa hospitali. Kwa hivyo huduma iliyopaswa kuwasaidia wanyonge ikawa ndio ukuta unaowazuia wasipate matibabu. Hii inatisha kweli. Tuna vijana wenye biashara zinazokufa, watoto wasio na walimu na wagonjwa wanaokataliwa hospitalini. Na haya yote yanatuleta kwenye swali la jumla la kiuchumi na ile hoja iliyoleta mlipuko mkubwa wa kisiasa, ule mswada wa fedha wa mwaka 2024. Finance bill. Ndiyo, serikali inapojikuta haina fedha za kulipa madeni na kugharamia huduma, huwa inatafuta njia ya mkato. Na njia ya mkato ni kuongeza kodi kupitia mswada wa fedha. Lakini mwandishi anachambua kile kilichokuwa kinatozwa kodi. Walipendekeza ushuru kwenye mkate, mafuta ya kupika, sodo za kinadada na gesi ya kupikia. Lakini ngoja kwanza, kodi inatozwa kila nchi. Si tuko pamoja? Tuko pamoja. Kwa nini serikali iamue kutoza kodi mkate na sodo? Kwa nini wasitoze uingizaji wa magari ya kifahari au nyumba kule Randa na Karen? Hilo ndilo tatizo la msingi. Mwandishi anaeleza kuwa ushuru huo ulikuwa wa kandandamizi, yani regressive tax. Unapotoza kodi gari la kifahari, unagusa watu wachache sana wenye pesa. Lakini unapotaka pesa za haraka haraka, unatoza kitu ambacho kila mwananchi anatumia. Kila mtu anakula mkate. Kabisa. Na sodo sio anasa, ni hitaji la kimaumbile. Hivyo, serikali ilijua itapata pesa nyingi kwa kuwalazimisha maskini walipe zaidi kwa mahitaji ya msingi. Mwandishi anahitimisha kuwa hili lilikuwa kosa kubwa sana. Kosa la kimkakati ambalo liliwasha moto mwezi Juni. Yale maandamano ya vijana wa Gen Z waliamka na kusema, sasa basi, mmetukataza kupata mitaji, mmetunyima kazi, na sasa mnataka kututoza ushuru tuweze kupumua. Na hapo makala inaonyesha jinsi maandamano haya hayakuwa ya vyama vya siasa, yalikuwa yanahusu njaa na uhai wao.
Lakini katikati ya haya machafuko yote, shule zikifeli, wauguzi wakigoma, Gen Z wakiandamana mitaani, swali linabaki: uongozi ulikuwa wapi? Rais alikuwa wapi kutoa mwelekeo? Mwandishi anatoa jibu gumu sana hapo. Katika sehemu ya uwajibikaji, makala inadai kwamba uongozi ulionekana kuwepo kwenye picha tu, kwenye mikutano ya kimataifa na ibada za kanisa. Lakini ulikosekana kimkakati wakati wa kutatua majanga, missing in action. Ndiyo, wakati Gen Z wako mitaani wakidai haki na baadhi kupigwa risasi, mwitikio wa kwanza wa serikali haukuwa kutoa faraja. Badala yake ilikuwa kuwabeza na kudai wanafadhiliwa na mataifa ya kigeni. Na kisha kuna zile U-turns. Nakumbuka ule msemo wa mwandishi unaochekesha lakini unaumiza. Anasema serikali ina U-turns nyingi kuliko matatu inayojaribu kupita njia ya upande mmoja Nairobi. Ni ukweli mtupu. Wanatangaza sera Jumatatu, watu wanalalamika Jumanne, wanaifuta Jumatano. Hili lina madhara gani kiuchumi lakini? Madhara yake ni kupoteza imani kwa wawekezaji na wananchi. Biashara haziwezi kupanga mipango ikiwa hawajui kodi itakuwaje kesho. Hali hii yote ya kuyumbayumba na kukiuka mikataba ndiyo inamfanya mwandishi aguse ibara ya 150 ya katiba yetu. Ile ibara inayozungumzia kumwondoa rais madarakani, impeachment. Kabisa. Mwandishi hasemi haya kwa hisia tu. Anaeleza kuwa ibara hii haikuwekwa kama pambo, iliwekwa kushughulikia ukiukaji mkubwa wa wajibu pale kiongozi anaposhindwa kumlinda Mkenya aliyeahidi kumlinda. Inaonyesha ni kiasi gani imani imeisha. Na hapa ndipo ninataka kuunganisha haya mambo yote kwa msikilizaji wetu. Tumeona jinsi mfumo wa kiuchumi ulivyoundwa kuonekana unasaidia, kumbe unakandamiza. Kuanzia Hustlers Fund, mfumo wa afya, mpaka ule mswada wa fedha. Lakini hebu tuangalie mwanga mwishoni mwa handaki hili. Tukio la vijana wa Gen Z lilitufundisha somo kuu. Wananchi wakiungana, hasa kwa kutumia teknolojia vizuri, wana nguvu ya kulazimisha serikali kusikiliza. Mwandishi anaweka wazi kuwa Kenya ina uwezo wa kujijenga upya. Lakini haitafanywa na wanasiasa. Itafanywa na raia walio macho, wanaodai kile wanachostahili. Mama mboga, bodaboda na wataalamu wanastahili mfumo unaowakuza. Na hilo linatuleta kwenye lile wazo la mwisho. Sahihi kabisa. Fikiria jambo hili linapokuwa kwako wewe unayesikiliza. Ikiwa maandamano yaliyoratibiwa kupitia simu za mkononi yaliyoweza kusimamisha serikali na kufuta mswada mzima wa fedha kwa siku chache tu, je, itakuwaje ikiwa nishati hiyo hiyo inaelekezwa kwenye ngazi ya chini? Yaani kufuatilia kila shilingi ya bajeti ya kaunti. Ndiyo, vipi ukitumia simu yako kufuatilia kila shilingi inayotumika kwenye kaunti yako, kila mwezi, kila wiki, kila siku, ukiwauliza magavana maswali magumu kama mlivyomuuliza rais? Hayo ndiyo mabadiliko tunayoyataka. Kila mtu ana jukumu lake kwenye hii vita. Kumbuka, tembelea www.onetermnoterm.com na useme ukweli wako leo. Asante kwa kusikiliza Kenya One Term No Term Movement Podcast. Endeleeni kufuatilia na endeleeni kuhoji.